Hello, habari za saizi tena. Sasa leo ningependa tushare kitu kimoja kifupi tu, kwamba ni wakati gani unaweza ukawa na mwenza au mpenzi mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi na ukashiriki naye tendo la ndoa na usipate maambukizi ya virusi vya ukimwi. Watu wengi wanafikiri jambo haliwezekani. Hili jambo linawezekana na teknolojia imekuwa, na sasa hivi inawezekana ukawa na mke au mume au mpenzi mwenye virusi vya ukimwi ukashiriki naye tendo la ndoa na bado usipate maambukizi ya virusi vya ukimwi, na bado mkapata mtoto ambaye hana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa namna gani? Kabla ya kuendelea, kwanza tukubaliane kwamba kuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi au kuwa na VVU hakumwondolei mtu haki ya kuoa au kuolewa, wala hakumwondolei mtu haki ya kuweza kushiriki tendo la ndoa, lakini ni haki na wajibu wa mtu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi kumlinda mwingine asipate maambukizi ya virusi vya ukimwi. Namna gani? Ni moja, kwa matumizi sahihi ya dawa za maambukizi ya virusi vya ukimwi. Matumizi sahihi ya dawa ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mtu akitumia dawa sahihi ipasavyo kwa muda mrefu, kuna wakati inafika wale wadudu wanakuwa hawaonekani. Sio kwa kipimo hiki cha kupima kwa damu, ila kuna kipimo kinaitwa viral load machine. Kuna viral load machine ambayo inapima wingi wa virus, na kuna kipindi virus wanashuka, wanakuwa undetectable. Tunasema virusi vya ukimwi havionekani. Huo ni wakati ambapo mtu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi anaweza kashiriki na mtu ambaye hana maambukizi ya virusi vya ukimwi, na bado huyo ambaye hana asipate maambukizi ya virusi vya ukimwi. Yani zero possibility ya kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi endapo mtu ana undetectable viral load, yani virusi havionekani kupitia mashine ya viral load. Sasa ni kiasi gani cha virusi ambacho mtu akiwa navyo haviwezi kumwambukiza mtu mwingine, au vinakuwa undetectable, vinakuwa haviwezi kuonekana kwenye mashine ya viral load? Ni ikiwa kuna ni kiasi cha virusi chini ya 200 katika ml moja ya damu. Kwa hiyo hii tunaita undetectable viral load. Kwa Kiswahili tunajaribu kurahisisha, tutakuwa tunasema tu havionekani. Yaani virusi vya ukimwi, VVU, havionekani. Kwa mtu akitumia dawa vizuri, hasa tunasema mtu akitumia dawa vizuri kwa muda wa miaka 2 na kuendelea vizuri, sio rahisi akamwambukiza mwenzake hata bila kutumia kondom. Lakini tunashauri kwamba pamoja na kwamba kuna zero possibility, basi tunashauri kama watu wameamua kuoana, mume na mke, mume ana maambukizi au mke ana maambukizi, mmoja wapo akawa hana, basi pamoja na kuwa viral load undetectable, tunaendelea kujiridhisha zaidi. Tunasema huyu mmoja ambaye hana, basi naye anaweza kawa anatumia dawa, yani PrEP, pre-exposure prophylaxis, PrEP. Kuna dawa zinaitwa PrEP. Hizi anatumia mtu ambaye hana maambukizi ya virusi vya ukimwi, hasa kwa wale wanandoa ambao mmoja ana maambukizi mwingine hana, basi yule ambaye hana anatumia PrEP. Sawa jamani? Kwa hiyo bado kuna uwezekano wa kuwa ndani ya ndoa mmoja ana maambukizi mwingine hana, na bado tukaishi vizuri tu bila kuambukizana na tukapata mtoto ambaye hana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini pamoja na hayo, ikiwa bado mko tayari kupata mtoto, basi mnaweza mkatumia kondom pia. Kwa hiyo bado unaweza kaishi na mtu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi na usipate maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwanza, kwa matumizi sahihi ya dawa kwa yule mtu ambaye ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini pili, kwa kutumia PrEP, yani pre-exposure prophylaxis, kwa yule mtu ambaye hana maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini pia kwa kutumia kondom
wakati wa tendo la ndoa. Hizi ndio njia sahihi au nzuri ambazo zinashauriwa kitaalamu kuzitumia endapo mwenza mmoja na maambukizi ya virusi vya ukimwi, mwingine hana. Kwa hiyo kama mmependana, virusi vya ukimwi sio kikwazo cha ninyi kuishi pamoja. Asanteni sana.